Usiangalie stori hii ukiwa peke yako usiku. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Baraka, mtema kuni wa kawaida aliyeishi kwa kutegemea msitu. Kila siku aliingia ndani kabisa ya msitu kukata kuni, na kila siku alirudi salama. Mpaka siku moja alipokuwa anakata kuni, ghafla alisikia sauti ya mwanamke ikilia kwa mbali. Ilikuwa sauti ya huzuni ya kuomba msaada. Baraka alisimama akasikiliza sauti ile. Ilirudia tena, na bila kujua kwa nini akaanza kuifuata. Aliingia ndani zaidi ya msitu ambapo hata yeye hakuwahi kufika. Giza lilianza kuongezeka na ukimya ulikuwa wa ajabu. Mpaka alipofika chini ya mti mkubwa, alimuona mwanamke mrembo sana amekaa chini, anaonekana dhaifu. Akamwambia kwa sauti ya chini, "Tafadhali nisaidie." Baraka akasogea akauliza, "Unahitaji msaada gani?" Mwanamke akamwangalia moja kwa moja akasema, "Nitoe hapa, lakini niahidi jambo moja, naomba unioe." Baraka alishtuka, lakini kwa huruma akakubali. Basi mwanamke akasema, "Basi nibebe mgongoni, nashindwa kutembea." Baraka akamchukua akambeba mgongoni. Wakaanza kutembea, lakini ajabu, walitembea muda mrefu lakini hawakusogea popote. Mazingira yalibaki yale yale. Baraka akachoka, akasema, "Naomba ushuke tupumzike." Lakini mwanamke akajibu kwa sauti ile ile, "Nibebe hivyo hivyo. Umenitoa kwetu miti mirefu, miti mikubwa, siwezi kushuka mgongoni mwangu." Baraka akazidi kuogopa. Kila alipomwambia ashuke, jibu lilikuwa lile lile. Ghafla alihisi kitu tofauti. Uzito wake ukaanza kuongezeka. Pole pole Baraka akageuza kichwa chake, na kile alichokiona kilimsimamisha damu. Macho ya mwanamke yalikuwa meusi kabisa. Tabasamu lake la kawaida liligeuka kuwa la kutisha. Mikono yake ikaanza kuwa mirefu, ikazunguka shingo ya Baraka. Sauti ikabadilika, "Nilikwambia mimi ni wako sasa." Baraka akapiga kelele, akaanza kukimbia kwa nguvu zake zote, lakini sauti ile ilikuwa karibu na sikio lake. Kwa hofu kubwa, Baraka akataja jina la Mungu kwa sauti kubwa. Ghafla kile kitu kikapotea. Baraka akaanguka chini, amechoka, akiwa peke yake msituni. Alifanikiwa kurudi nyumbani, lakini hapo ndipo matatizo yalipoanza. Usiku wa kwanza alisikia sauti ile ile, "Nibebe hivyo hivyo." Akashtuka usingizini, lakini hakukuwa na mtu. Usiku wa pili sauti ilirudi tena, lakini safari hii ilikuwa karibu kabisa na sikio lake. "Uliniahidi utanioa." Baraka akaamka kwa hofu, na alipojiangalia aliona alama za vidole shingoni mwake. Siku zikapita, hali ikazidi kuwa mbaya, mpaka siku moja alirudi nyumbani mapema, na alipofungua mlango aliganda. Ndani ya nyumba yake kulikuwa na nyayo za matope zikielekea kitandani kwake, na juu ya kitanda kulikuwa na mtu amekaa. Pole pole kichwa chake kiligeuka. Alikuwa ni yule mwanamke, lakini sasa alikuwa wa kutisha zaidi. Macho meusi, tabasamu la ajabu. Akasema, "Nilikwambia siwezi kushuka mgongoni kwa mume wangu." Baraka akajaribu kukimbia, lakini mlango ulijifunga wenyewe. Mwili wake ukawa mzito, hawezi kusogea. Mwanamke akasimama pole pole, akamsogelea hatua kwa hatua. Ahadi lazima itimizwe. Giza likajaza chumbani.
na kilichofuata kilisikika ni kilio cha Baraka. Asubuhi yake majirani walipofungua mlango, walimkuta Baraka amelala chini hajitambui, lakini ukutani kulikuwa na maandishi ya damu, ni wangu. Na tangu siku hiyo Baraka hakuwahi kuwa yule mtu wa kawaida tena. Wakati mwingine alionekana akiongea peke yake, na wakati mwingine alisikika akisema, nakubeba mke wangu. Huruma sio malezi, na sio kila mtu anapaswa kupewa msaada. Utakiona shati makuni. Vaa viatu vya Baraka, alafu niambie ungefanya nini? The Story Empire.